hivi eti anausafisha mti. Ushawahi kusafishwa kweli mti? Baadaye tena Nkechi akarudi amejilemba vibaya mno, kapiga wigi, kapiga na makeup, akabadilisha hadi sauti ya kuongea. Noma sana mtu wangu. Nkechi akauliza, una mpenzi au mwanamke mkubwa ambaye uko kwenye mahusiano naye? Mchizi akasema hana. Nkechi akafurahi kishenzi yani. Kwa hiyo kuna nafasi? Nafasi ya nini? Naweza kuwa rafiki yako wa karibu, tuwe tunapiga umbea pamoja, au mpenzi, au niwe mpenzi wa maisha yako tu. Mchizi akasema hapa yupo kwa ajili ya kazi tu, hataki mambo mengine kabisa. Dorcas sijui alikuwa anawasikia hapa, akacheka kishenzi yani. Sijawahi kuona haya mambo kabla. Kuna watu hawana aibu kabisa. Nkechi akawa amesepa. Mida ya usiku Dorcas akaja chumbani kwa Mchizi. Akasema amekuja kumpa company tu, maana ni mgeni haya maeneo. Dorcas akasema hapa usiku kuna baridi sana, ndio maana nimekuja nikusaidie. Kenny akasema anataka kukaa peke yake hapa, maana amechoka sana. Acha Dorcas ajibinue hapa. Haamini kabisa kama Mchizi anaweza kuiacha hii nyama iondoke hivi hivi bila kuibandua. Lakini ndio hivyo tena, Mchizi ameamua iondoke tu. Sasa leo asubuhi kuna taarifa madam amezipata kutoka ofisini. Wakamwambia kuwa kuna pesa imetoka bila idhini yake. Ikabidi waanze kuchunguza, maana milioni 2.5 kutolewa bila ruhusa yake ni kosa kubwa sana. Kenny akasikia kila kitu ambacho madam alikuwa anaongea. Akasema anaweza kumsaidia kama ni mambo ya account. Mchizi akasema inawezekana kuna mtu anauchezea mfumo wake wa fedha. Kwa hiyo kwa sababu ana utaalamu sana wa haya mambo, ikabidi amsaidie madam kuangalia. Huku Nkechi na Dorcas walikuwa wanatazama kila kitu. Kenny alipotazama kwenye mfumo akakuta kweli kuna mtu kaingia na ndiye anatoa hizo pesa bila kampuni kujua. Ni nani huyo? Madam akavutiwa sana na Kenny, maana amemsaidia pakubwa mno, la sivyo angeendelea kuibiwa. Mida fulani hivi Nkechi akaja kumuuliza mwana anahitaji nini. Kenny akasema hakuna kitu, lakini kuna kitu akataka kujua kuhusu madam. Kwa hiyo ikabidi Nkechi aketi kwenye kitanda ili Mchizi amuulize. Nkechi akashangaa, kwa hiyo nimekaa kwenye hiki kitanda chako ili uniulize kuhusu madam Ndiyo, nataka kumjua zaidi. Nkechi akasema madam kwa nje ni mkorofi sana, lakini kwa ndani ni mtu mwenye moyo mzuri sana. Pengine huyu ndiye mtu mpweke zaidi ambaye nimewahi kukutana naye, lakini kwa sasa nampenda Dr. Jide, kwa hiyo anafuraha kidogo hapo. Lakini kitu ambacho hapendi ni uchafu. Anataka vitu vyake vipangu vizuri yani. Ana ndugu labda mme au mtoto wake wa karibu. Kwa nini unaniuliza hivyo? Wewe ni mwandishi wa habari au? Nkechi akachoka na maswali ya Kenny. Akasema nilitegemea labda utaniuliza anapenda nini, nini sipendi, rangi gani nayoipenda, hata jina langu la pili tu hulijui. Umekalia kuniulizia mambo ya madam tu. Ya nini mimi? Nkechi akupenda kabisa huu upuuzi. Kama anataka habari za madam akamuulize mwenyewe. Hataki kuongelea mtu sehemu ambapo yeye anapenda. Noma sana hii. Leo tena madam akakutana na tatizo lile lile. Wahuni wanataka kumpiga pesa. Ikabidi Kenny amsaidie tena. Mwana akapambana nayo sana hapa. Akamwambia kuna mtu ofisini kwake anataka kumpiga. Mara madam akapokea simu ya dokta. Akamwambia amefika getini tayari. Kumbuka dokta anampenda sana Miranda. Alipomkuta Miranda yuko karibu na Kenny, likamshuka vibaya mno. Akaona hapa kuna kitu hakipo sawa. Miranda akasema anamsaidia kitu muhimu sana. Basi dokta naelewa, yeye anawaza moyo wake tu. Sasa Kenny kabidi asepe ili dokta ongee na Miranda. Sasa Mchizi akimwona Miranda tu, kujiamini kote kunaisha, hata kuongea inakuwa shida. Noma sana kwa daktari. Dokta akasema kuna wakati rangi haiji kama ilivyotarajiwa. Sijui kama umenielewa, lakini kuna watu hawajionyeshi walivyo mwanzo. Usiwaweke sana karibu yako. Miranda akasema Kenny hajafanya kosa lolote lile. Dokta akachoka kabisa. Lakini ana namna tena, ikabidi akubaliane tu na hali. Mida ya kutoka, dokta akamwambia Kenny kuwa nataka ukumbuke na uweke akilini. Wewe ni mlinzi tu hapa. Nahitaji ulijue hilo. Sawa? Sasa wambea wakaja kuubonda huku. Nkechi akasema Kenny ameanza kumpenda madam na ameshaanza kuliona hilo. Dorcas akasema Mungu amekupa macho ya kuona, lakini huyatumii. Sio Kenny anayempenda madam, madam ndo anampenda Kenny. Unaongea nini wewe? Pesa zote alizonazo ampende mlinzi? Dorcas akasema wenye pesa wanataka vijana kama Kenny, ndio maana anamuita mara kwa mara chumbani kwake. Sijui njoo unisaidie kompyuta, sijui nini. Ni uongo tu, anamtaka yule. Kwa hiyo madamu anataka kumla nyama mme wangu Nani mme wako? Kechi acha asali hapa. Dorcas akasema ndio maana madam siku hizi hamzingatii tena Dr. Jide, anamwangalia Kenny tu. Kechi anaamini Kenny anamtaka madam ili achukue pesa zake, lakini anaamini Mchizi anampenda Nkechi. Acha waanze kubishana kama kawaida yao hapa. Wakati wa msosi, madam akamwagiza Nkechi akamuite Kenny aje kula naye mezani. Kenny gani? Si yule mlinzi? Kechi akashangaa kinoma. Yaani mlinzi aje kula na bosi wake hapa? Lakini ana namna tena, akashapewa maelekezo. Nkechi akaja na wivu kinoma kwa Mchizi. Anataka kujua nini kinaendelea kati yake na madam. Mchizi akasema hakuna kitu. Niambie nini kinaendelea hadi akuite mkale mezani pamoja. Mchizi akawa na majibu zaidi ya hapo. Akawa amesepa. Kweli bana, mwana akaja kuungana na madam mezani. Kechi anaona wivu kishenzi yani. Kupakua tu chakula ni kipengele kizito kwake. Ana hasira huyo, yani akiweka chakula ni kama anaweka kwa hasira vibaya mno. Wakati wanakula, madam akamshukuru sana Mchizi amemsaidia kumpata mtu ambaye alikuwa anamwimbia pesa zake. Hebu niambie nikufanyie nini? Mchizi akagoma. Muda wote Nkechi alikuwa anasikiliza tu. Madam akamtaka Mchizi awe huru, maana hii ni nyumba yake sasa. Aliporudi getini Mchizi, Nkechi akamfuata tena. Akasema madam ana mume wake, anaitwa Dr. Jide. Yuko vizuri, ana pesa, ana gari, ni daktari
gari na ana vitu vyote ambavyo wewe hauna. Nkechi akasema madam anazeeka, wewe ni damu changa, unahitaji kijana kama wewe, kijana ambaye atakuzalia watoto wazuri. Hebu ifikiria hapa pamepambwa. MC akatuita, karibu Mr. and Mrs. Kenny na Nkechi. Mchizi akasema kuna kinachoendelea, yeye anafanya kazi tu. Unasema tu leo mmekula chakula pamoja, kesho mtaenda chumbani nyinyi, hatujui kinachofuata huko. Nkechi akaondoka akamwambia Mchizi atazame uumbaji wa Mungu, namna ambavyo aliumba vizuri, asione aibu kabisa, aone vitu vinavyotikisika. Bibi akawa anatembea kwa kutikisa nyama vibaya mno. Sasa dokta na hasira kinoma na Kenny. Anaona kabisa huyu ananiibia tunda langu, mshenzi kabisa huyu. Alipofika hapa hakutaka kabisa kuongea na Mchizi, akawa amesepa. Sasa madam hakuwa na ratiba kuonana na dokta leo, lakini alipopewa taarifa kuwa yuko hapa, ikabidi ajiandae ili aende kuonana naye. Madam hajui kwa nini dokta amekuja asubuhi hivi hapa. Madam alipofika sebuleni, dokta akasema amekuja kumuona kama yupo sawa. Kuna kitu hakipo sawa? Akasema kila kitu kipo sawa, lakini nilikuja kukuona tu. Mwisho dokta akasema alikuwa na mawazo, mwili hauko vizuri, hajui nini kinamtesa hapa na nini. Lakini akakumbuka madam alimwambia akihisi kama na mawazo basi aje hapa nyumbani. Mchizi ndo amekuja, lakini dokta na mawazo tu ya madam, anamwaza madam kinoma, anahisi pengine Kenny itakuwa na